Mstari wa 7 anasema, tazama nitatia roho ndani yake, naye atasikia kivumi na kurudi hata nchi yake mwenyewe, nami nitamwangusha kwa upanga katika nchi yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hey! Ni jambo zuri sana, si ndio? Usiogope. Bwana mwenyewe atatia kivumi kwa jeshi la hawa watu wa Ashuru, na watu wa Ashuru wenyewe watakimbia, watarudi nyumbani na watauana wao kwa wao, kwa upanga wao wenyewe. Kwa kifupi tu niseme, Bwana alipigana vita badala ya Hezekia. Bwana alipigana vita badala ya nani? Ukisoma mstari wa 36, kushindwa na kuuawa kwa Senakeribu. Basi malaika wa Bwana alitoka akaua watu 185,000 katika kituo cha Waashuru, na watu walipoamka asubuhi na mapema, kumbe hao walikuwa maiti wote pia. Yaani Mungu huyu ajabu sana wapendwa. Basi Senakeribu mfalme wa Ashuru akaenda zake, akarudi Ninawi, akakaa huko. Ikawa alipokuwa akiabudu katika nyumba ya Nisroki mungu wake, Adrameleki na Sheraza wanawe wakampiga kwa upanga, wakakimbilia nchi ya Ararati, naye Esrahadoni mwanawe akamiliki badala yake. Bwana Yesu asifiwe. Mnaona miujiza hiyo eti? Ni miujiza mikubwa. Mtu amekuja kwa mbwembwe nyingi, kwa matusi mengi, kwa kashfa nyingi na kadhalika, na ahadi nyingi kwamba ukimsujudia, ukimwabudu, ukimpa heshima, anakupa mali, lakini kumbe si chochote wala si lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukimbilieni madhabahuni wapendwa. Hezekia alikimbilia wapi? Hakuangalia matisho yale, wala hakuangalia mali aliyoahidiwa. Alimtazama Bwana kwanza, kwamba kama ni utajiri nitapewa na nani? Na Bwana, sio Freemason. Kama ni heshima nitapewa na Bwana, sio kwa mwangukia mwanadamu. Kama ni ushindi nitapewa na Bwana, wala si kumtegemea Misri kama Senakeribu alivyosema. Kwa hiyo alikimbilia hekaluni, akamuita Hezekia yasikilize yale maneno. Hezekia akampa neno la Bwana, Hezekia akalitegemea, na Bwana akafanya muujiza mkubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kweli wakati mwingine watu tunafika mahali pagumu. Na mimi ni mchungaji, napata wakati mwingine message nzito. Nachokifanya nainua tu simu yangu, Mungu isome mwenyewe huko. Bwana Yesu asifiwe. Isome hivyo walivyoniambia. Mimi sina la kuwajibu, na nyamaza kimya. Vita si vyangu, vita ni vya Bwana. Mimi si Bwana ameniita, si ndio amenipa kufanya hii kazi. Vita sio vyangu, ni vya kwake. Namkabidhi yeye, apigane, yeye ajibu, yeye afanye, sio mimi. Maana mkianza malumbano hamtayamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Na adui anapenda malumbano. Anasema unamjibu, anasema unamjibu, anasema unamjibu, mwisho unaona jikuta umesema vibaya. Jina la Bwana libarikiwe. Ushindi wetu ni kukimbilia hekaluni mwa Bwana. Mambo magumu ni kuyapeleka madhabahuni pa Bwana. Sasa unaona kiuraini kabisa, watu 100 ngapi wamekufa kwenye ile kambi ambayo walisogelea Yerusalemu, wakafa.